Naitwa Frank Gabi Limo, mume wa binti mrembo, mke wangu mrembo Esther Pascal Isaac. Naitwa Esther Isaac, mke halali kabisa wa Frank Gabi Limo. Mke wangu Esther kwa mara ya kwanza tumekutana ni kazini. Alipokuwa anakuja kuripoti kwa mara ya kwanza kama mfanyakazi mpya. Mimi nilikuwa nimefika ofisini kwa mtu wa kwanza nafungua ofisi. Nikakutana naye nje ya ofisi akisubiria kupata huduma. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2022. Nilikuwa na ripoti kazini kwa mara ya kwanza. Nikawa nimewahi sana hiyo siku. Nikakuta ofisi bado haijafunguliwa. Kwa nimefika pale naye kama dakika 2 akawa ameingia akanipokea. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kukutana. Niliona mwanamke mkarimu, mwanamke mwenye nidhamu, heshima hali ya juu, lakini pia nilivutiwa na vitu vingi sana kutoka kwake kwa sababu alikuwa ni mwanamke ambaye pia ni charming sana, alikuwa ni mchangamfu na hata mara kwanza tukutana alikuwa charming sana. Kwa hiyo hivyo vitu vilinifanya nikawa hapa sasa naweza nikapata mwanamke wa kutengeneza maisha. Kitu ambacho nilihisi au niliona kwamba huyu Frank ananipenda. Yaani alikuwa anasumbua sana, calls nyingi, sio kazini, sio nyumbani, video call. Yaani kiufupi alikuwa anataka kuona nilipo muda wowote. Kiasi kwamba mimi nilikuwa nahisi kama kausumbufu fulani. Sasa nilivyoona mtu yuko serious, nikasema huyu mtu kumbe yuko serious kweli. Mara kwanza kwenda nyumbani kwa kina Esther. Mara kwanza ilikuwa ni moment ngumu sana kufika kwa sababu it was a first experience naenda. Wakati nafika kwanza siku hiyo nilienda mwenyewe personally, sikuwa na usindikizaji wa watu. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa kwanza kuweza kuiface familia personally, lakini baada ya kufika kukutana na familia ambayo ni wakarimu, walinipokea vizuri. Hata baba mkwe wangu marehemu Mzee Isaac kwa kweli alionyesha ukarimu hali ya juu ambao sikutegemea. Episode ya wakati nafika kwao ni baba mkwe alinitengenezea mazingira mazuri sana, alinipa assurance ya mtoto ambaye naenda kumuoa, ya mtoto ambaye ananikabidhi. Aliniambia najua na watoto wengi, lakini akaniambia kwa binti yangu huyu mimi malezi ambayo nimempitisha na muamini na naelewa. Nakwambia kama ni mke hapo umepata mke. Kwa it was a very good moment kwangu kusikia maneno kama yale kutoka kwa mzazi, na ilinipa faraja kubwa sana. Kajua kumbe naondoka na mwanamke ambaye familia yenyewe imeshamappreciate na imempa credits za kwenda kuwa mama wa familia. Kwa mzee wangu Mzee marehemu Pascal Isaac kaenda kupumzika kwa amani. Kwa kweli aliniletea mwanamke ambaye kwa sasa mimi najihisi kama ni baba wa familia kwa sababu nimepata mtu sahihi. Mara ya kwanza Frankie ananiambia anataka kunipeleka nyumbani kwao. Nilifurahi sana na niliona huyu mtu yuko serious kwamba anataka kunikutanisha na familia yake niweze kuwajua wazazi na nini. Kwa hiyo nilifurahi sana na tulifika, tulipokelewa vizuri mno. Kwa kweli wazazi wana upendo sana. Mimi kwa kweli kwa mke wangu napenda kwa mke wangu ni mcheshi, ni mkarimu, lakini pia ana upendo mkubwa sana. Ni mtu ambaye akiwa karibu yako muda wote wewe ni kusmile na enjoy. Hata watoto nyumbani pia mama wanapokuwa around wana enjoy. Lakini kikubwa kingine ninachopenda kwa mke wangu bwana ni mapishi. Mke wangu ni mpishi mzuri sana. Mpishi mzuri sana. Mara nyingi hata pale nyumbani marafiki zangu akina Manase Jesse Kilatu akija pale huwa anatoa pilau yake moja hiyo. Wanaipenda sana. Kuna siku rafiki yetu mmoja Majige alikula nyumbani pale alivimbiwa. Paka leo kimkumbushia kuhusu chakula cha mama nikumbukumbu anakuambia sema mke wako dogo anipasue tumbo sikio nyumbani kwako. Kwa hiyo mama kwenye mapishi mimi namwamini sana na napenda sana mapishi yake. Kitu ninachokipenda kutoka kwa mume wangu, kwanza kabisa napenda anavyomcha Mungu. Ni mtu wa kumcha Mungu sana. Napenda mwanaume ambaye ana hofu ya Mungu, kwa sababu kwenye familia kama tukimtegemea Mungu hakuna kinachoharibika. Lakini pia ninampenda kwa sababu ana upendo sana. Ana upendo na mimi na watoto na familia na watu wengine tofauti, marafiki, majirani. Yaani ni mtu mwenye upendo sana, ni mtu anayejitoa sana kwa watu, kwa familia. Yaani ni mtu mwenye upendo kiufupi. Na kitu kingine ninachokipenda kutoka kwake ni mtu anayejali, ni mtu
ananisikiliza na ni mtu anayerekebishika, kwa maana kwamba anapokosea ni mtu wa kujishusha na anaweza kurekebishika, kwamba hichi sikipendi, anakuwa ananielewa. So ni hivyo leo. Binafsi napenda kutoa shukrani kwanza kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha safari yetu leo. Tunahitimisha safari ilikuwa ya muda mrefu, miaka mingi, lakini leo tumehitimisha kwa kufunga ndoa takatifu na kuithibitisha mbele za Mungu. Lakini pia tunataka kuwashukuru waanzilishi wa safari yetu ya maisha, marehemu wazazi wangu, lakini pia marehemu wazazi wa mke wangu ambao Mwenyezi Mungu aliwaita mbele ya haki. Tunashukuru sana, popote walipo waendelee kupumzika kwa amani. Lakini pia napenda kumshukuru mke wangu kwanza kwa kukubali akaamua tuanze safari yetu ya maisha ambayo tumeithibitisha leo, na nyote wote ambao wako hapa leo ni mashahidi, wameshuhudia safari yetu ambayo tumeithibitisha. Lakini kipekee pia niwashukuru wageni waalikwa wote, ndugu jamaa na marafiki ambao kwa hali na mali wametoa muda, wametoa rasilimali zao kuweza kutusupport sisi kufikia hapa tulipofika leo. Na kweli kwa popote walipotoa, kwa muda, kwa rasilimali, Mwenyezi Mungu awabariki. Na sisi binafsi tunawapenda na tunawaahidi kwamba ishara ya upendo aliyoonyesha kwetu sisi, na sisi tutaiheshimu na tutaitunza. Lakini mwisho, sherehe lazima iwe na viungo wa kuchezesha na kusimamia mambo mbalimbali, sherehe na vitu vingi. Niwashukuru wanakamati wote ambao wameshirikiana nasi kwenye kufanikisha safari hii mpaka leo tunaanza kuhitimisha hapa, tuko kumbini. Kwa kweli wanakamati wote niwashukuru sana. Mmetoa muda, mmetoa rasilimali pengine, lakini kwa nia nzuri ya kufanikisha shughuli yetu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Sisi hatuna cha kurejeshea, lakini tunarejeshea upendo, lakini naahidi pia kuenzi cha mchokifanya kwenye kumbukumbu ya maisha yetu. Nashukuru sana. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Mungu aliyetupa uhai na pumzi mpaka kufikia siku hii ya leo. Lakini pili, napenda kuwashukuru wazazi wangu ambao kwa sasa ni marehemu, lakini ninawashukuru kwa malezi yao ya kuweza kunifikisha siku hii ya leo, maana bila malezi yao mazuri pengine nisingeweza kufikia siku hii ya leo. Cha tatu, namshukuru mume wangu kwa kunichagua. Ni wanawake wengi sana wapo, lakini ameniona mimi, sio kwamba ni mzuri sana ama ni vipi, lakini kwa hilo ninamshukuru. Cha nne, ninashukuru ndugu wageni waalikwa, marafiki, majirani kwa kuungana na sisi kuweza kufanikisha shughuli hii ya leo, bila kuwasahau wanakamati, maana bila wao yani tusingeweza kufikia hii hatua ya leo. Wao wameshughulika kwenye vitu vingi. Kwa hiyo tunashukuru sana wanakamati kwa kujitolea, kwa kutoa muda wenu, kwa kutushauri, kwa kuboresha maoni. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki.